Nataka niongee habari za fanya kazi ya mhubiri. Wewe unaandika fanya kazi ya nani? Ya mhubiri. Na mtumishi wa Mungu utachukua maiki kwa sababu ya media na tuna rekodi ili uwe unaisomea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fanya kazi ya nani? Nani anaambiwa? Jamani, nani anaambiwa fanye kazi ya mhubiri? Sisi. Leo Mungu anataka atufundishe juu ya kufanya kazi ya mhubiri. Kitabu tutakachosoma ni Timotheo wa pili sura yake ya 4 na mstari wake wa 5 na wa 6. Si ndio? Kama hivi nilivyopata neema leo, namshukuru Mungu. Sasa ndio watu wanaweza kusema huyo ndio mhubiri. Mimi sio mhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mwambie mwenzako wewe ni mhubiri. Hebu mwambie mwenzako wewe ni mhubiri bwana. Mwambie hivi, shetani asikugandamize. Shetani asikugandamize. Mimi ni mhubiri. Mhubiri mimi nakuaga hivi. Mimi ni mwimbaji bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe fanya kazi ya nani? Kazi ya mhubiri. Kazi ya mhubiri ni kuhakikisha anashughulika na mambo ya Mungu. Anahakikisha anashughulika na mambo ya kufanya huduma na kuhubiri neno la Mungu. Atatafuta maarifa yote na kufanya kila kazi yote kuhakikisha kwamba nguvu zake zinaongezeka, viwango vyake vya utumishi vinaongezeka, neema ya Mungu inakuwa kubwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni leo ulimwengu umetekwa. Unakuta mtu anauza mahindi, mtu mzima anauza vitu vingine, ananunua simu kubwa kama hii kwa ajili ya kucheka. Bwana Yesu asifiwe. Akiweka bando anaangalia hapo katuni. Mhubiri. Na wahubiri wenzako wanatumia simu hii, inawapandisha viwango. Wanasoma, wanafuatilia wahubiri wakubwa, wanaangalia waimbaji wakubwa, wanaangalia huduma zinafanyikaje, wanainuka kupitia simu hii. Lakini wewe sasa umejisahau, wewe sasa si mhubiri. Wewe umenunua simu la kucheka. Yaani wakikukuta hapa hata watoto, mama kalamu unamsukuma tu. Sababu wewe si. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaambiwa nini leo? Fanye kazi ya nini? Kwa sababu jambo la kwanza, kazi ya mhubiri ni agizo la nani? La Yesu mwenyewe. Unakumbuka alisemaje? Mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimewapa. Enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Si ndio? Kwa hiyo kuhubiri ni agizo la nani? Na kama tusipoenda, kumbe hawatabatizwa na kuwabatiza na kuwafundisha kuyashika yale ambayo mimi nimewaamuru ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mwambie mwenzako fanya kazi ya Mungu. Fanya uko kazini kwako, mbona upitishi Yesu? Uko kwa majirani, mbona upitishi Yesu? Uko kwenye vikoba wa kina mama, mbona mpitishi Yesu? Mbona mwashuhudii kwamba jamani, sisi tunaabudu kanisa la Gilgali pale kwa Harahara, karibuni hata siku moja angalau tutembelee muone mahali pale. Mbona upitishi? Wewe kuwaza tu kuna chama kingine kimeongezeka, sisi tunataka tuambie wapi? Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mhubiri, fanya kazi ya kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Injili itahubiriwa namba moja. Injili itahubiriwa kwa njia ya mahubiri. Kama hivi ninavyosema. Na Mungu akusaidie ujue kwamba hili ni neno la Mungu. Usije ukasema leo Bagatopa aliongea. Nimetumwa na Mungu nikueleze ili nikukumbushe wajibu wako. Bwana Yesu asifiwe. Maana wengi mambo yamekuwa kiwapita.
Hebu semeni hivi, nuru yetu na iangaze. Nuru yetu na iangaze. Majirani waliomkataa Mungu wayaone matendo yetu, wamtukuze Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuna matendo mabaya. Sisi ndio watu watumiki. Sisi ndio wakukwazika tu. Yaani hata kitu hakina maana. Mtu anakuambia tu hivi, sikia. Unajua wewe unakuwa unaimba hivyo. Mtawaachia kwaya. Hii kwaya nawaachia. Uwe mvumilivu. Biblia inaanza hapo na huo mstari mkuu. Uwe mvumilivu katika mambo mabaya. Si ndio? Yaani mimi yeye, mwalimu yeye mwenyewe anakuwa mkali, anakana tuambia, anatukana. Kwani yeye ni nani? Mimi naanzisha bendi yako. Sasa unaanzisha bendi yako bila Roho Mtakatifu, ni bendi ya nini? Ya muziki. Kwa nini usione? Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuoje. Tunakutana hapa kwa kuonyana na kutiana moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi ni wahubiri. Namba moja, tutafanya kazi ya mhubiri kwa njia ya mahubiri. Namba mbili, kwa njia ya matendo mema. Hebu mpaka hapo mwambie mwenzio, kumbe na wewe ni mhubiri. Hebu mwambie na wewe ni mhubiri. Kama mhubiri kama hapa, wewe uimbi matendo mema nayo ni njia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa njia ya matendo mema. Ukutana niangalia Mathayo sura ya 15 mstari wa 16. Kumbe kwa njia ya matendo mema tunaihubiri injili. Kwa njia ya kumshuhudia Kristo tunahubiri nini? Sasa wewe ndio mlokole anayetukanwa. Yaani hili limama, kama wokovu uko hivi, hata na mbwa zitaokoka. Na huo mlango atakaopita huyu, maana wanakujua wewe ni mbaya. Ule mlango atakaopita huyu, na mimi nitakuwa nyuma yake, maana wanakujua. Si wanakujua eti? Wanakujua kuliko wewe unavyojulikana. Hulali na jambo. Alafu wewe waongo huwa wanaanziaga tu kukuna. Wewe ndio utamuuliza. Yaani nini? Ungelijua. Kaanza. Huyo ndio huyo anayekuja hapa. Yawe huko. Bwana Yesu asifiwe. Mhubiri huyo. Matendo. Utanitambuaje kama namheshimu Mungu? Tazama nini? Hata Boni Mwaitege mimi alinitisha. Eti akasemaje? Unaweza ukajisifu ninawajali yatima, lakini matendo yakakataa. Sasa nifanyeje sasa kama ninawajali yatima afu matendo yakakataa? Kumbe wewe gizani ni mbaya. Yeye atafanyaje? Lakini watu tunalelewa na wachungaji tena hatuamini. Si ndio hivyo? Jamani, yule ambaye ana mchungaji wake mwingine wa kisirisiri tofauti na huyu anyoshe mkono. Yaani kuna watu wameokoka, lakini mchungaji wa madhabahu yake ambaye ameaminiwa kumlisha chakula hamwamini, ila anaweza kupanda kwenye gari akaenda kuharahara kwenda kumweleza mchungaji mwingine. Si wapo? Hata wewe si unajua ulishawahi kufanya hivyo? Hujawahi kufanya hivyo? Mchungaji, naomba uniombee na changamoto hapa, naona kama unakufa. Wa kwake amemwacha. Huyu wa kwake anajua yuko pamoja na washirika. Alafu washirika hawana habari naye tena, kule wanakoenda wanamsema vibaya kwa sababu wamemwona kama hana nini? Hana nguvu. Na yeye huyu ambaye unamwona hana nguvu, akienda kukoba mpaka wanasema situmpewe huyu. Situngepewa huyu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi unavyotuona hivi tukifanya kazi ya injili, hivi tunavyotuona sipo, na unatujua kwamba ni baba Toma na baba nani. Nimewahi kwenda mimi kwenye kanisa lenye watu 200 na kitu, na nilipofika pale nikapewa tahadhari, uende vizuri, maana hapa kuna wanapeolojia. Ukiwa unafundisha
wanaangalia. Ukiwa unatoa ujumbe, wanafungua data, wanaangalia kwenye Google, nikasema nilishafundishwa katika madhabahu yangu, usibadili mwelekeo kwa sababu ya roho za vitisho. Bwana Yesu asifiwe. Nikasimama nikamwomba Mungu, na siku hiyo nilikuwa nafundisha wakili wa Kristo. Wale wana theolojia wakati tunakula wanasema leo kweli, yaani ulikuwa taratibu lakini nimekuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mhubiri, usibadilishe huduma yako kwa sababu ya roho za vitisho. Bwana Yesu asifiwe. Haya, mimi kweli, yaani ndio wanasema hivyo, na wamesema tu Jumamosi tutaenda kuhubiri kule sokoni. Mimi niimbe pale sokoni, pale nicheze sifa. Nishawahi kufanya huduma hapa kwenda sokoni. Aje hii mezoea umweti. Baada ya hapo Gilgali kwaya karibu sokoni, mahali ambapo kila mtu amekuja kwa shughuli zake, wala hamjawatangazia mkutano. Hapo ndio mnatakiwa mkahubiri. Alafu bahati nzuri kiangalia, unamwona jirani na mtu mnaheshimiana anakuona unaweza, wengi huwa wanakimbia. Unashangaa mtu anakuwa na sifu nyuma ya miti, mara nyuma ya spika kama ile anakujibu. Bado unatakiwa kufanya kazi. Kwa hiyo kwa njia ya matendo mema tutaihubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa kuna mama mmoja kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 1. Tunamfahamu yule mama wa Sarepta. Tunamkumbuka yule mama ambaye alifuatwa na Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Hebu asomee haraka ili tuone ya kwamba matendo nayo ni Injili. Bwana Yesu asifiwe. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana na aliyemwia. Amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Ndio. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Ndio. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa la Mungu sisi ni wahubiri. Bwana asifiwe. Tumesema utahubiri kwa kuhubiri, utahubiri kwa vitendo, si ndio? Huyu mama wakati anataka kutendea muujiza wake, mtumishi wa Mungu alimwambiaje? Aende kwa nani? Aende kwa nani? Hebu weka kwenye maiki waambie kwa majirani, weka sema kwa majirani. Kwa majirani. Aende kwa nani? Kwa majirani. Hivi ngoja niwaulize, kule kwa majirani ukiwa umeshaka ya kurunda kweli watakupa sefuria? Mtu anaweza kukupa chungu chake. Lakini mama huyu kwa sababu ya matendo yake, tena mume wake japokuwa alimwacha na madeni akafa, alikuwa ni mtumishi wa Mungu, na kwa sababu alikuwa ni mtumishi wa Mungu walikuwa na mahusiano mazuri na majirani. Kwa hiyo hata alipotumwa nenda kachukue vitu, Biblia isema hata walimhoji, walimpa vitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu matendo nayo ni nini? Ni Injili. Bwana Yesu asifiwe. Akaambia umekuja navyo, ingia ndani sasa ujifungie. Lakini kama ingelikuwa ni kama wewe, hebu jiulize, wewe ambaye ukichinja tu kuku unakuwa mkali. Watoto wapungue kusudi ule ushibe. Bwana Yesu asifiwe. Na leo kumetokea nini? Maana nao wameng'ang'ania kwenye time za msosi, hawataki kutoka. Wameng'ang'ania kweli, wanataka hata wanywe mchuzi. Nao wameshakaona hapo bahati mbaya umetengeneza mpaka chapati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo uhusiano na majirani ni wa muhimu. Kuna wale ambao Mungu amewapa neema ya kuomba usiku. Bwana Yesu asifiwe. Uko na jirani anakuambia ungepunguza tu sauti ya maombi.
huwa nina pressure, unaanza tena nimemshika, huwa tuchelewi, moto unamchoma. Lakini kama una mahusiano mazuri na majirani, lazima utabadilisha namna, kwa sababu Mungu bado anasikiaga hata polepole. Sasa ndio akikwambia baba, naomba tu kidogo, na wewe katika jina la Yesu ninawashika tena wote, na Bwana ndio kadhihirike. Unasali kwamba hii Geita nzima hamna mwana maombi, ni nyumba yako tu. Kwa hiyo uhusiano na majirani ulimfanya huyu mama apewe vyombo na muujiza wake ufanyeje? Utulie. Kwa hiyo mimi ni mhubiri, si ndio? Na wewe ni nani? Wewe ni nani? Hata si kwa matendo tu, hata kuhubiri kama hivi unavyohubiri unaweza, si ndio? Lakini unaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa njia ya matendo utahubiri injili. Namba 3, kwa njia ya kuhubiri. Kwa njia ya nini? Kwa njia ya nini? Jamani, kwa njia ya nini? Nimesema hata si kwa matendo tu, hata kuhubiri kama hivi unavyohubiri unaweza, si ndio? Lakini unaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa njia ya matendo utahubiri injili. Namba 3, kwa njia ya kuhubiri. Kwa njia ya nini? Kwa njia ya nini? Jamani, kwa njia ya nini? Nimesema njia ngapi? Sasa niko ya 3. Ya kwanza nimesema kwa njia ya nini? Namba 2, kwa njia ya matendo mema. Namba 3, uhubiri kwa njia ya nyimbo. Bwana Yesu asifiwe. 48:20 Isaya. 48:20 Isaya. Haya, tokeni katika Babeli. Ndio. Kimbieni kutoka kwa Wakaldayo. Ndio. Hubirini kwa sauti ya kuimba. Tangazeni haya, yatamkeni mpaka mwisho wa dunia. Semeni, Bwana amemkomboa mtumishi wake Yakobo. Tuhubiri kwa sauti ya kuimba. Tuhubiri kwa sauti ya kuimba. Hapa ndipo kwenye changamoto. Watu waimbaji ndio wanaoharibu ibada. Hata ibada inakamatwa hapa kwa sababu waimbaji hamko sawa. Mnafanya kwa mazoea, mnaokota tu nyimbo kwenye Google, mnakuja kutuibia vitu havieleweki hapo. Wapi? Hamji mazoezi, tunakuja kuleta tafurani hapa. Ibada inakuwa ngumu kwa sababu shetani anacheka, ameweka kiti na hakuna mtu wa kumshusha Mungu. Wewe unafikiri ibada inashushwa kwa kuhubiri kama hivi? Nyimbo ndio zinashusha ibada. Paulo na Sila waliimba, gereza ikafunguka lenyewe kwa nyimbo. Paulo na Sila waliimba minyororo mikubwa migumu zaidi ya ile ndio wanafungia mbwa ikakatika yenyewe. Kwa sababu kwa sauti, mhubiri afanye zoezi. Zoezi lina wacheza mpira. Mhubiri anafanya maandalizi ya ibada. Kwa hiyo unapokuja kanisani siku ya kufanya ile mnaloita zoezi, mnakuja kuandaa ibada. Bado Mungu anaweza akasema na mtu kwenye ile mnaloita zoezi, bado Mungu anaweza akaponya. Bado Mungu anaweza akashuka, bado Mungu anaweza akainua, bado Mungu anaweza akabariki. Kwa hiyo watu wakija hapo wanasema wamekuja zoezi, wanasahau ya kwamba wao ni wahubiri kwa njia ya nyimbo. Hapa ni mafarakano, watu hawaelewani, wanatoka hapo wamevurugana, na asubuhi mtu anakuja na uchungu, alafu anakuja kusimama madhabahuni eti kumuita Mungu. Mungu gani? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wewe unaimba wimbo
ambao hata hauna burudani. Unaimba wimbo ambao hauwezi kutikisa hata kanzu ya Mungu kwenye kiti cha enzi. Kwamba Mungu sisi ngoja niwaambie waimbaji, mnapotoka nyumbani kuja kanisani kufanya zoezi, hilo neno lifuteni. Mungu hafanyiwi zoezi. Hebu sema mhubiri hafanyaki zoezi. Sema kwa sauti, mhubiri hafanyi zoezi. Mhubiri hafanyi zoezi. Zoezi la wacheza mpira. Mhubiri anafanya maandalizi ya ibada, hafungi. Mhubiri ndio huyo. Hata sasa hivi tukitoka hapa anasubiriwa kwenye kesi wakamsute. Kuna neno ameshalisema huko, hata ana amani, anaona hata kama ibada na vile ameirefusha angerefusha tushinde kanisani, tunakuachia muda si mrefu ukasutu. Bwana Yesu asifiwe. Wende wakakusute kwa sababu umeacha kazi ya mhubiri, sasa unafanya kazi ya nani? Ya shetani. Usihubiri kwa hila. Bwana Yesu asifiwe. Sifikiri ni ibada sahihi. Tuko tu tunafanya tu mazoea tu. Ndio unasikia wengine anaimba nyimbo eti ni mwimbaji, anaimba nyimbo za hila. Maana kuna injili ya hila. Umeshazisikia hizo? Na mnazo. Mwingine anaimbaje eti nipe magari mengi ili niwape lifti. Nipe na pesa nyingi niwakopeshe mazushi. Kwani wakinikopa wasipolipa niwapeleke polisi. Sitawafunga ila nataka waijue kanuni. Kutoka chini kwenda juu. Umewahi kusikia nyimbo kama hizo? Huyo ni mhubiri sasa. Yaani anaomba kwa Mungu apewe hela akopeshe watu, alafu wasipomlipa awafunge. Eti nia yake wajue tu kanuni. Alafu unampiga makofi. Unaanza na kuona hela yako. Lakini akija mtu hapa kama mimi ambaye sijajaliwa sauti, si ndio? Nikasimama hapa labda ninasema wastahili Yehova wastahili. Yaani yule mwimbaji wa mwisho yule kwa Toma ndio hajaimba kama. Yaani yule lakini akija kama kuna mtu kiboko jamani ni mama kama kuna amelipa vizuri. Hao ni wahuni wale hawafanyi kazi ya injili. Kazi ya injili ni kulihubiri neno. Kazi ya injili, nyimbo zako lazima ziwe za kimungu. Sasa umejaza mle. Kuanzia leo, hili ni neno lako. Kila wimbo nitakao uimba uwe ni wimbo wenye kibali, uwe ni wimbo wenye neno lako, na uwe ukifanya makusudi yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wasome Mambo ya Nyakati. Nikiwa namaliza wa pili sura ya 5 mstari wa 13 na wa 14. Nikiwa namaliza nitoke. Muda umesonga. Na hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja, wakisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu na nyumba ya Bwana, hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana. Analeta utukufu mtumishi wa Mungu. Ngoja nikuulize. Waimbaji, naomba mnisikilize. Nina ujumbe kwenu kwa sababu mmetuvurugia ibada. Kumbe kuna uwezekano kupitia waimbaji mpaka makuhani walishindwa kuhubiri hiyo siku. Wahubiri nini? Mtu ameshakuta
uvimbe haupo. Wahubiri dini, mtu amepona, mtu hana kansa kwa kupitia nyimbo. Watu wanabubujika, watu wanaanguka chini, watu wanalala, watu wanakombolewa. Kwa sababu gani? Walisikizisha sauti yao, ikawa hii moja. Waimbaji mna sauti ngapi? Sio hizi za kuimba. Kazi ya Mungu nimeifanya kwa ulegevu. Hiyo ni neema yako leo. Alisemaje? Mungu ameniambia kawaambia watu wangu wamelaniwa kwa sababu hawaleti kitu kwenye nyumba ya mchungaji. Sio maskini wala hashindi kula, hata kama ukiacha atakuhubiria mpaka pointi ya mwisho kila anakivaa. Lakini kanisa la Mungu limefanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Limefanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Hebu mwambie Bwana Yesu, asante kwa sababu umesema nami. Mimi ni mwanadamu. Kuna wakati ninajisahau, kuna wakati nalemewa, kuna kuta ambazo huwa zinanizunguka kwenye ufahamu wangu. Leo umesema pamoja nami, ninaomba msamaha, ninaomba msamaha. Niondolee laana hii iliyojificha. Nimeyaepuka mengi, nimevunja mambo mengi ya laana, lakini iko laana isiyovunjika ya kufanya kazi yako kwa ulegevu. Ndio maana Bwana, ninaomba msaada ya kuwa kuanzia leo nisaidie. Kwa akili zangu sitaweza, kwa maarifa yangu sitaweza, kwa uwezo wangu sitaweza.